ومما ينبه عليه حول هذا المسجد المبارك أمور na miongoni mwa ambayo hutolewa tanbihi kuhusiana na msikiti huu wenye baraka yako mambo. Al-awwal, la kwanza tanbihi shekha anatoa anna at-tad'if li ajli as-salati fihi bi akthar min 1000 laysa muqayyadan bil fard duna an-nafl wala bin nafl duna al-fard bal lahuma jami'a. Anasema hakika nyongeza ya ujira wa kusali katika msikiti huu kwamba atapewa mtu zaidi ya 1000 laysa muqayyadan bil fard. Ujira huo haukudhibitiwa tu kwenye swala ya faradhi kwamba hukusudiwa swala ya faradhi, swala za sunna haziingii. Sheikh anasema hapana, ujira huo haujadhibitiwa kwenye swala ya faradhi duna nafli, kinyume na swala za sunna, wala bin nafli, wala ujira huo haujadhibitiwa kwenye swala za sunna duna alfardhi, kinyume na swala za faradhi, bal lahuma jami'a, bali ujira huu unazipata swala mbili zote za faradhi na swala za sunna. Kwa hiyo ukipiga rakaa mbili za tahiyatul masjid una ujira huo, ukapiga rakaa mbili qabliya au kadura zile arrawatib ukapata rakaa mbili kabla alfajr, rakaa 4 kabla adh-dhuhr, rakaa mbili baada adh-dhuhr, rakaa mbili baada al-maghrib, rakaa mbili baada al-isha, sunan ar-rawatib rakaa 12, na ukazileta nyingine qabliya na baadia. Bali ukitawadha waingia mara moja msikitini unapata rakaa mbili. Naam, sunnat alwudu. Anasema bal lahuma jami'a, bali ujira huo wa kulipwa zaidi ya 1000 ni ya sala mbili zote, ya faradhi na ya sunna. Dalili anasema liitlaqi qawlihi, kwa kule kuachiliwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema salatun fal fariida bi 1000 fariida wan nafila bi 1000 nafila. Salatu, neno sala halikusudii swala ya faradhi, sala haikusudii swala ya sunna, ni kila inayoitwa swala. Kama ni ya faradhi ni swala inaingia, kama ni ya sunna ni swala inaingia kwenye neno swala. Dhahiri fal fariida bi 1000 fariida, swala ya faradhi kwa 1000 ya faradhi, swala za sunna kwa 1000 ya sunna. Hiyo ni tanbihi ya kwanza, tanbihi muhimu kabisa hafidhahullah. Athani, tanbihi na uzindushi wa pili, anna tad'ifa alwarida fi alhadith laysa mukhtassan fi albuq'ati allati hiya almasjid, ya kwamba nyongeza ya malipo iliyokuja katika hadith laysa mukhtassan, haitokuwa ni mahsusi kwamba ataipata mtu fi albuq'ati allati hiya almasjid, akiziswali hizo swala katika kile kipande cha ule msikiti fi zamanihi, uliokuwepo zama zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana kunaambiwa unaona kutoka hapa mpaka pale, huo ndo msikiti wa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu uongozi na dola ulikuja kutanua huu msikiti. Wako watu wanasema ili upate malipo haya uswali kwenye ule msikiti uliokuwa zama za Mtume, lile eneo, kwamba eneo la msikiti wake zamani lilikuwa laanza hapa mfano mpaka pale. Kwa hiyo ukiswali hapo katikati hapo utayapata haya. Ukiswali kule kulikoongezwa ambako yeye hakukuswali wala masahaba, hutoingia kwenye ujira huo. Sheikh anatoa tanbihi katika hili kwamba ziada hii ya malipo iliyokuja katika hadithi haiwi ni mahsusi kwa atakayeswali kwenye kile kipande cha ardhi ambacho ndicho kipande ambacho ulikuwa msikiti wake zama zake alayhi salatu wassalam, bal laha wa likulli ma udhifa ila almasjid, bali ujira huo wa ziada
utapatikana kwa atakayeswali kwenye kipande hicho cha mtume sallallahu alayhi wasallam, walikulli ma udhifa ila almasjid, na vile vipande vilivyoongezwa msikitini, min ziyadati, katika utanuzi uliofanyika. Muda kwa unaitwa huu ni msikiti, basi atakayeswali hapo ujira umemuhusu. Wayadullu ala dhalik, na linalojulisha juu ya hilo, anna al-khalifatayn ar-rashidayn Umara wa Uthmana, ni kwamba makhalifa wawili waongofu Umar na Uthman radhiyallahu anhuma, zada al-masjida, waliuongeza msikiti, min al-jihati al-amamiyya, upande wa mbele yake, waliutanua kwa huku kibla, huku wakatanua wakavuta, na pia walitanua upande wa mashariki na magharibi. Hawakugusa upande wa mashariki ambao ni upande wenye makaburi, wenye vyumba vya Mtume Muhammad, upande huo hawakugusa, ila magharibi. Sisi magharibi yetu iko huku, ukiwa Madina tofautiana. Ukiwa elekea kibla mashariki ndio upande wenye makaburi ambao unakuwa kwa kushoto upande huo. Anasema hafidhahullah, ويدل على ذلك أن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان لا جلشا juu ya hilo kwamba makhalifa wawili waongofu Umar na Uthman radhiyallahu anhuma, zada almasjid min aljihati alamamiyya, waliuzidisha msikiti upande wa mbele. Wa min alma'lum, na ni jambo lenye kufahamika, anna alimama was-sufuf allati talihi, kwamba imamu na safu zinazomfuata, fi ziyadati, katika ziada iliyoongezwa mbele ya msikiti, kharij almasjid, nje ya msikiti, alladhi kana fi zamanihi sallallahu alayhi wasallam, imamu na safu ambayo inamfuata au safu ambazo zinamfuata bila shaka zitakuwa nje ya ule msikiti uliokuwepo zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Umeelewa hapa hoja yake? Naam. فلولا أن الزيادة لها حكم المزيد لما زاد هذان الخليفتان، لو كما kile kilichozidi kisingelipewa hukumu ya kile kilichozidishiwa, hiki kilichoongezeka kama hakitopewa hukumu ya kile kilichoongezewa. Muongezewa ni msikiti, muongezewa hatua. Kwa hiyo kama hiki kilichoongezwa hakitopewa hukumu ya msikiti, ndio maana yake dhahiri, lama zada hadhani alkhalifatani almasjida, wasingeli uongeza makhalifa hawa wawili msikiti, min aljihati alamamiyya, kwa upande wa mbele usoni. Waqad kana as-sahabatu, na walikuwa masahaba, fi waqtihima, katika nyakati za makhalifa wawili hao, mutawafirin, wamejaa, walam ya'tarib ahadun ala fi'lihima, na hakuna yeyote ambaye alipinga matendo yao walioyafanya. Wa huwa wadhihu dilala, na hili jambo lina dalili ya wazi, ushahidi wa wazi, ala anna at-tad'ifa laysa khassan bil buq'ati allati kanat hiya al-masjid fi zamanihi, kwamba nyongeza at-tad'if, nyongeza ya malipo, laysa khassan bil buq'ati allati, nyongeza za malipo hazii maalumu kwa kile kipande cha ardhi, allati kanat, ambacho kilikuwa hiya almasjid, ndio msikiti, fi zamanihi sallallahu alayhi wasallam, katika zama zake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tanbihi ya pili hiyo. Athalithu, tanbihi ya tatu, fi almasjidi buq'atun, ndani ya msikiti wa Madina kuna kipande cha ardhi, wasafaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikipasifa, biannaha rawdatun min riyadil janna,
kwamba kipande hicho cha ardhi ni bustani miongoni mwa mabustani ya pepo. Kipo hicho kipande ndani ya msikiti na kina mipaka yake. Wadhalika fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam, na hilo ni katika kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallama aliposema, ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil janna, sehemu iliyopo baina ya nyumba yangu na mimbari yangu. Nazungumzia upande wa mashariki ya msikiti. Sehemu iliyopo baina ya nyumba zangu au nyumba yangu na mimbari yangu, hapo katikati hapo, rawdatun, kuna bustani, min riyadil janna, miongoni mwa mabustani ya pepo. Rawahu al-Bukhari, ameipokea hii hadith al-Imam al-Bukhari, nambari 1195, na Muslim nambari 3368. anasema Sheikh hafidhahullah, wa takhsisuha bihadha alwasfi duna ghayriha min almasjid, na kipande hicho cha ardhi kukihusisha kwa wasifu huu, kikafanywa ni maalumu kupewa wasifu huu, duna ghayriha, kinyume na vipande vingine vya msikiti, yadullu ala fadliha, kujulisha hilo juu ya fadhila za hicho kipande cha ardhi, wa tamayuziha, na kuzidi kwake kifadhila na kupambanuka kwake kifadhila na vipande vingine. Wadhalika yakunu biadai nawafil fiha, na hilo huwa kwa kutekeleza mambo ya sunna hapo, kuswali swala za sunna sana mahala hapo. Wakadha vile vile dhikrullah, kumtaja Allah, ukafanya adhkari kwa wingi mahala hapo, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Wa qira'atul Qur'ani fiha, na kusoma hapo Qur'ani. Idha lam yahsul idrar bi ahadin fiha au fi alwusul ilayha, kwa shart idha lam yahsul idrar bi ahadin, takapokuwa hakutopatikana suala la kumdhuru mtu mwingine kwenye mahala hapo, au fil usuli ilaiha, au anasema pale ambapo hapatopatikana kudhuriana katika hali ya kutaka kufika kwenye ardhi hiyo. Kwa maana ukiona kwamba hapa tutaumizana na nini, usifanye hivyo, tafuta sehemu nyingine ukae ufanye adhkar. Lakini mahala hapo kila mmoja anapataka, tutamzuia nani? Kubali bwana, mimi nataka ingia. Kila mmoja anatukisha misuli, kiingia akapokea kipepsi, wanasema anakubana, anataka kuingia yeye, kila mtu. Mimi nakumbuka nilirukuu au nilisujudu juu ya mgongo wa mtu badala ya kusujudu chini, kwa sababu izdiham, nafasi. Kwa hiyo ukisujudu usujudu juu ya mgongo wa mtu. Alhamdulillah kwa fadhila zake na tawfiq. ابن حجر العسقلاني رحمه الله، الإمام ابن حجر حافظ، kwenye Fathul Bari akisherehesha hii hadithi kwamba baina ya nyumba yangu na mimbari yangu kuna rawda min riyadil janna. Qala ibn Hajar al-Asqalani fi qawlihi rawdatun min riyadil janna, ay ka rawdatin min riyadil janna fi nuzul ar-rahma wa husul as-sa'ada بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم. amesema hayo Ibn Hajar kwamba maana ya baina ya nyumba yangu na mimbari yangu kuna rawda min riyadil janna,
Tawili yake anasema karawdati min riyadil janna, kuna bustani kama vile bustani za peponi. Kivipi? Fi nuzuli rahma, katika kumiminika hapo kwa rahma za Allah, za miminika mahala hapo. Wa husuli saada, na kupatikana kwa saada, uzuri wa hali. Bima yahsulu min mulazamati hilaq adh-dhikr, kwa yale yanayopatikana mtu kulazimiana na mikusanyiko ya dhikr. Ukifanya hivyo basi unamiminikiwa wewe na rahma za Allah na saada. La siyama, na haya hasa yalikuwa kwa wingi fi ahadihi sallallahu alayhi wasallam, katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. فكل مكان في الأرض فيه حلق ذكر من صلاة ومواعظ أو تعليم علم شرعي. wengine wakaongezea mahala popote ardhini ambapo kutakuwa na mzunguko wa kiilmu, min salati, imma watu wanasali mahala hapo, wa mawaidha, au kuna mauidha yanatolewa, au ta'limi ilmi shar'i, au kuna ilmu ya kisharia inafunzwa mahala hapo. Fa huwa rawdatu min riyadil janna, ni bustani hilo miongoni mwa bustani ya pepo. Ushahidi, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha marartum biriyadil janna farta'u, idha marartum biriyadil janna, pindi mtakapopita kwenye mabustani ya pepo, farta'u, tulizaneni hapo, mchukue fungu lenu. Tulizaneni hapo, kila mmoja achukue fungu lake. Maanake ukipita sehemu kuna ilmu inasomeshwa, usipite, kaa, tulizana, kaa usikilize, chukua utakachojaliwa. Kwa hiyo hilaqu dhikri zimeitwa riyadu aljanna, mabustani ya pepo. Qalu, wakasema masahaba, wama riyadul janna, hayo mabustani ya pepo ni yapi? Qala, akasema hilaqu dhikr, ni miduara ya kiilmu. Hadithi imetaja al-Imam Tirmidhi na al-Imam Ahmad na al-Imam Abu Ya'la kutoka katika hadithi ya Anas ibn Malik al-Ansari. Anasema Sheikh hafidhahullah, wamatta'ahu bis-sihhati wal-'afiyah, amma salatu al-fariida, ama sala ya faradhi. Angalia uchambuzi mzuri anaotoa Sheikh. Kuna mwingine anaona kwamba bora baki pale pale kwenye raudha, aswali sunna na faradhi yake. Sheikh anasema amma salatu al-fariida, ama sala ya faradhi, fa inna adaaha fi as-sufuf al-amamiyya, kuitekeleza sala ya faradhi kwenye safu za mbele, safu ya mbele, afdal, hilo ni bora zaidi kuliko kaiswali ndani ya raudha ukapitwa na safu ya kwanza. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa ushahidi wa maneno yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, khairu sufufi rijali awwaluha, bora ya safu za wanaume ni zile safu zao za mwanzo. Safu ya kwanza ni bora kuliko ya pili, na ya pili ni bora kuliko ya tatu, na ya tatu ni bora kuliko ya nne, na ya nne ni bora kuliko ya tano, na ya tano ni bora kuliko ya sita, sita ni bora kuliko ya saba, mpaka mwisho. Mambo yamekaa hivi. Kwa hiyo kuna watu, mtu anakuja nafasi ipo, lakini ataka akae ukutani. Anakuja aliyechelewa kuingia kwa robo saa, anakuja kukaa safu ya mbele, apata fadhila zaidi na zaidi kuliko yule. Wa sharruha akhiruha, na shari mbaya zaidi ya safu za wanaume ni zile safu zao za mwisho, mwishoni kule. Rawahu Muslim, ameipokea hadithi hii al-Imam Muslim nambari 985. Wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam, anataja fadhila kwamba safu ya kwanza ni bora kuliko kuswali katikati ya raudha. Wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam, na kwa ushahidi wa maneno yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam aliposema, lau ya'lamu an-nasu, lau watu wangelijua,
ma fi nidai, yapi yaliyopo au kuna nini katika kuitika wito wa adhana. Wasafi alawwali, ma fi nidai, yapi yaliyopo katika fadhila za waadhini. Wasafi alawwali, na wao kuwahi kuswali safu ya kwanza. Watu wangelijua, Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, wangelikhtalifiana wakazozana. Thumma lam yajidu, kisha wakakosa njia ya kusuluhishana kwa mzozo ule uliotokea. Niacha niadhini mimi, nasema sitaki, nitaadhini mwenyewe. Adhini wewe, taadhini mwenyewe, sitaki. Kwa nini umeadhini? Sitaki na adhana zangu. Msikiti fulani ule mkoani ulikuwa kuna mzozo kama huu. Allahu aalam kwamba wao wameielewa hii hadithi au wana sababu zao nyingine. Wazee, mmoja ni muadhini na mwingine pia ni muadhini. Kwa akija kuadhini huyu anakuta mwenzake amechukua mic kinana nyumbani kwake. Kwa yule bwana ataadhini nje, Allahu Akbar, akija anamwambia hajasikia adhana, achomeka mic yake anaadhini. Msikiti fulani Tanga, anasema thumma lam yajidu, kisha wakakosa njia ya kuondoa tofauti zao kwa kuzozana kwamba kila mmoja ataka yeye, illa an yastahimu alayhi, isipokuwa ni wao kupiga kura juu ya jambo lao hilo. Lastahamu alayhi, wangelipiga kura. Rawahu al-Bukhari, amepokea hadithi hii al-Imam al-Bukhari nambari 653, wa Muslim na ameipokea Muslim nambari 981. Wal istiham maana yake huwa al-qur'a, ni kupiga kura. La yastahim, istiham ni qur'a, kupiga kura, kwa maana kwamba tukipiga kura kila mmoja atakuwa yuko radhi kwamba hadhi yake haikupatikana. Mfano wanaotoa ahlul-ilm, mzazi ana zakatul fitri, ana uwezo wa kujitolea yeye, alafu na kimoja cha kumtolea mmoja katika watoto wake. Watoto wake wako 5, amtolee yupi? Anasema hapa atakiwa mzazi apige kura ili atakayetolewa iwe ameandikiwa na Allah tabaraka wa taala, yeye ndiye aliyepita, na mwingine atakuwa yuko radhi kwamba kura haikuniangukia. Kama wanavyosema wajumbe, kura hazikutosha, kura hazikutosha, zimetosha kwa huyu. Kwa hiyo katika hili kila mmoja ataka yeye asali safu ya kwanza. Mgogoro, zahma, hawa wanakutana, hawa kadha. Kwa hiyo wakataka kuondosha hii zahma ambayo kwamba imewaangukia hapa, tutapiga kura. Wasimame wawili kwanza hapa. Haya, wewe nini? Mimi hiki na hivi. Shilingi ya Nyerere. Haya, wewe nani? Wewe Mwenge. Wewe umepita. Wewe kaa nyuma. Waje tena wawili mpaka tuwapata ambao wataswali safu ya kwanza. Lau watu wangelijua fadhila zinazopatikana kwenye safu ya kwanza na kuadhini. Kwa hiyo wewe hata kama uko kwenye raudha pale kwenye msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, elewa kuswali kwako kwenye raudha, swala ya faradhi, huyu sawa na ambaye hayupo kwenye raudha, labda yuko kwenye upande wa magharibi ya msikiti mbeleni huko, lakini yuko kwenye safu ya kwanza, humpati. Na hili wengi hatulielewi. Kwa hiyo tanbihi muhimu ameitoa Sheikh حفظه الله تعالى وبارك الله فيه وفي علمه ومتعه بالصحة والعافية، والحمد لله رب العالمين. تشيلي هذا.